Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia Uone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji kipindi chetu hichi. Tuko wiki nyingine. Somo la 7. Sema wenyeji wa mbinguni. Wa mbinguni. Basi kabla kwanza tuweze kupata ombi. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa pamoja nasi tukapita wiki hii. Sasa wiki hii tunakwenda kuangalia wenyeji wa mbinguni. Tunaomba uweze kupatia hekima na mafunuo, kutujaza na Roho Mtakatifu katika kuelewa nini ambao umekusudia tupate katika wiki hii. Katika jina la Yesu Kristo na kuamini. Amina. Amina. Fungu letu la ukariri linatoka kitabu cha Wafilipi 4 fungu la 6. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Sasa hapo ndipo penyewe tunababana barua ya Paulo kwa Wafilipi, na tuko kwenye sehemu tuseme ya mwisho ya kitabu hiki, ambapo Paulo tunaona anakazia mambo ya muhimu ambayo yanajengwa kwa uelewa wa Mungu na kazi zake ambao umejengwa tangia sura ya kwanza au theolojia. Sasa hapa tuko kwenye application au matumizi maishani. Na hapa sasa tunaenda kuangalia jinsi ambavyo tunaweza tukaishi kama wenyeji wa mbinguni tukiwa hapa duniani. Tulizungumza huko nyuma jinsi ambavyo Mungu kupitia mwanawe ametuhamisha kutoka katika ufalme wa giza na kuleta katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa huu ni ufalme ambao makao yake makuu yako Yerusalemu, na sasa tunaenda kujifunza namna ya kuishi kama wenyeji wa mbinguni wa Yerusalemu. Nani ambaye ungependa kumuiga? Yani anasema is a happy man katika Bible. Au kwanza tuanze katika uhalisia. Katika maisha yetu sasa hivi anasema is a happy man, yani shalom imemzunguka, yani amani imemzunguka, furaha ya Bwana imemzunguka, ana wenyeji wa mbinguni huyu. Ngoja nikuache, naona unawaza unafikiria kuna mifano ya twende kwenye Biblia. Watu wa namna hiyo unaosema ningetamani kumuiga. Mtu ambaye ningetamani kumuiga Paulo. Umepatia. Na Paulo anasema niigeni. Twende katika mifano ya kuigwa, Jumapili, Wafilipi sura ya 3 mstari 17 mpaka 19. Ndugu zangu, mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi wenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao. Na sasa nawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. 19. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao uko katika fedheha yao, wani yao mambo ya duniani. Haya, Paulo anasema niigeni, msiwaige. Na watu gani ambao anasema tusiwaige? Watu ambao wanasema tena anazungumza kwa machozi, msiwaige. Sio kama anatumia anafanya ubabe, yani anaumia kabisa, msiwaige kwa machozi. Ni kina nani? Adui za msalaba. Mungu wao ni tumbo. Kwa hiyo hawa wadui wao ni kwa sababu wamependa tumbo kuliko msalaba. Wako katika utukufu wao katika fedheha. Ni aibu yao, ni mambo ya aibu. Yaani mambo ya aibu ndio wanaojitukuza kwayo. Endelea. Nao ni mambo ya duniani. Mambo ya duniani. Paulo anasema niigeni, mimi nia yangu ni ya Kristo. Nifuateni mimi kama ninavyomfuata Bwana Yesu. Na Bwana Yesu kwa Bwana Yesu yuko msalabani. Kashafuka msalabani. Yuko wapi sasa? Kashafufuka tayari. Na yuko mbinguni. Yuko mbinguni. Yuko Yerusalemu. Yuko Yerusalemu. Ni mfalme anayetawala kutokea makao makuu Yerusalemu ya mbinguni. Sasa Paulo anasema mimi nifuateni. Unajua na kuelekea ni kule ambako Kristo yuko. Nia yangu ni ile ile. Na ile njia inayotufikisha Yerusalemu au kwenye kiti cha enzi ni njia ya msalaba. Hawa ambao wanasema tusiwafuate wanavutia kweli kweli. Naomba nikwambie wanavutia. Ndio maana Paulo anatoa machozi, anasema yani nawaomba msiwafuate. Unajua hawa ni wahudumu pamoja na Kristo. Katika sura ya kwanza wanamhubiri Kristo lakini kwa fitina. Wanamhubiri Kristo lakini kwa mashindano. Na katika sura ya 3 tunaona aliwaonya wakina Sintike na nani? Yehudia. Anasema Bwana, tumepambana pamoja kwenye injili hawa. Lakini
wameingia kwenye ushindani, hebu wanuie yale wasitoke kwenye mstari. Kwa hiyo hawa sio watu ambao tunasema wako nje. Mimi najaribu kuangalia leo hii watu ambao tunatakiwa kutowafuata. Yaani unakuta mtu yuko tayari kununua uzee wa kanisa. Mungu wake ni tumbo. Yaani yule uzee wa kanisa ni kwa ajili ya manufaa yake. Ana madili yake nyuma, na utukufu wao ni fedha. Mambo yao ni aibu. Aibu sana. Toa mfano mwingine. Sio ukasema pastor mifano iko mingi na wewe. Kuna wengine wako tayari kuhakikisha kwamba jambo lao kwenye baraza la kanisa limepita, hata kama ni kwa kutumia ulaghai, na utukufu wao upo katika mgawanyiko. Ndio fedha yao. Ni fedha tu. Hiyo. Kwenye siasa watu wako anasema nipigeni kura, nitawatumikieni. Haonekani jimboni. Ulahai. Anatumia mtutu kutafuta kura. Au nisiendelee zaidi. Anatumia hila kutafuta kuungwa mkono. Utukufu wao ni fedha yao. Yaani wanajiona kama wanaonekana kama watumishi. Anasema msiwahi. Mfano mwingine tumeishie tu hapo. Ujumbe umefika. Sasa Paulo, tukije kwa Paulo ambaye anasema tumuige. Yuko wewe unapenda, ulisema mwanzo unampenda, unamwiga. Paulo anataka tuige mfano wake, kwamba katika hali zozote alichokuwa analenga siku zote ni kuinua Kristo. Na yeye hata katika hali ngumu ambazo zingine angeshawishiwa kuweza kutumia njia nyingine za kiduniani, lakini hakuweza kuweka imani yake rehani kwa kufuata Mungu tumbo, Mungu fedhea au nia za kiduniani. Alibaki ameilinda ile imani yake thabiti, na kwamba akijua kwamba anachokitumainia ni cha uhakika zaidi na bora zaidi kuliko hivi vitu ambavyo vinadanganya vya duniani, ambao watu wanaona kama wakivipata wamefanikiwa kupata lengo kubwa kabisa maishani. Lakini msalaba na mfano wa Kristo kufuka na kupaa na kwenda kwa Bwana, hilo lilikuwa linampatia furaha zaidi. Amina. Rafiki yangu, naamini Paulo utapenda, na kama anavyosema mwenzangu, anasitiza umoja katika Kristo Yesu bila kujali jinsia, ukabila, madaraja na kadhalika. Kwa haya alidhihakiwa, alisakama, alisemwa vibaya, lakini alikuwa anasema jamani, msalaba wa Kristo unatusaidia. Amina. Na ametuomba tumuige. Kwa nini tusimuige? Ili Tanzania, Afrika yetu, ulimwengu wetu uwe salama zaidi. Familia zetu ziwe salama zaidi. Umoja katika Kristo Yesu. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya uwenyeji wa mbinguni uliotupatia katika Kristo Yesu, passport ya mbinguni, ambayo kwa hiyo Baba umetuagiza tumuige Paulo ambaye alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha anajenga jamii ya wenyeji wa mbinguni kwa msingi wa Yesu Kristo na msalaba wake. Sasa asiwepo mtu yeyote ambaye Baba anaiga wale mitume feki, manabii feki, watumishi feki ambao miungu yao ni matumbo yao wenyewe. Lakini Baba, tunaomba kibali chako kwa kila ambaye amesikia ujumbe huu akasimame mahali pake katika neno hili kama alivyosimama Paulo wakati wake. Tulete tena kesho kwa mafundisho kama haya, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amina. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji kipindi chetu hichi. Leo tumefika tamati ya somo la kwanza ambalo tunaangalia mifano ya kuigwa. Sasa siku ya Jumatatu tunaangalia simameni imara katika Bwana. Karibu sana. Mimi nimeshakamili, mimi ni Alan Lubinza na mimi ni Enos Makalidile. Karibu sana siku.